Tuingie kwake Sam Gituko na Nimro Tabu, labda tupate wataalamu wanasema nini kuhusiana na swala hili la gharama ya maisha. Naam, Lincoln na Ayub, kusema ukweli wataalamu umesikiza yote hao, walikuwa wanatingisha vichwa, kwa hivyo wana kauli nyingi za kuzungumzia, lakini kwa kweli Davis Tayo, wakati wa kampeni hata baada ya uchaguzi lugha ilikuwa tamu kuhusiana na kupunguza gharama ya maisha. Tuzungumzie tu swala la kuongezwa kwa VAT katika bidhaa za mafuta. Serikali inatumia hesabu gani ambazo nyinyi wataalamu hamjui kwamba wakati VAT itapandishwa kutoka 8% mpaka 16%, wao bado wanadai kwamba gharama ya maisha itashuka, ili hali tunafahamu wakati bidhaa za mafuta zinapokuwa ghali, maisha gharama yake inapanda. Wanatumia hesabu gani? Mimi naona wamelenga pale matumizi yako kwa cash, kwa sababu ukiangalia matumizi mengi katika kununua mafuta watu ulipa tu cash, na ile tax inachukuliwa mapema na ni haraka. Kwa hivyo wakiongeza pale wanapata pesa nyingi, na pale kwingine imepunguzwa kama pale kwa rental bado kuna kizungumkuti pale kukusanya ile rental tax. Kwa hivyo kuna kazi nyingi inafaa kufanywa pale kukusanya pale, na sasa wakipunguza ile effect haisikiki sana. Kwa hivyo serikali inaangalia ni wapi itapata ile quick wins, na hapo ndo unaona pale zile kiwango kimeongezeka. Na pia ningependa kusema ukiangalia mipango yote ya serikali na vile tunang'ang'ana kuelewa na kusikia sasa, kuna kitu ambacho mimi naona kwamba ile communication kutoka upande wa serikali si clear sana, na hapo nafikiria kuna kazi, na si mambo ya bajeti peke yake. Lazima watafute mbinu vile walikuwa wanaongea na sisi vizuri wakati wa campaign, waendelee kutuambia hii pole narudi kwa housing levy, zile project ambazo zishaanza kufanywa ni kiwango gani cha ajira imetengenezwa. Sasa watu waanze kuamini, kuona kwamba yale ambayo yamepeanwa yanafanyika, na watu wanaona tukiongeza gear pale mambo itakuwa mazuri. La pili, ningependa kuuliza kama waziri anasikiza pale na kila mtu, kuna hii shida ya pending bills. Lakini masuala yanayohusiana na gharama ya maisha. Yanagawina. Pending bills ni kampuni ambazo zilifanya kazi na sasa hazijalipa wafanyikazi. Sasa unatuambia utachukua pesa zingine ufanye project zingine. Sasa watu wanashindwa kuelewa hapa itakuwa vipi. Hii gharama ya unambona unatupeleka unasema utatengeneza ajira ndio watu wapate pesa, mapato yao yaongezeke waweze kupata chakula, ni vipi? Kuna ile program ambayo ilikuwa itengeneze ajira ya vijana na walemavu na kina mama, ile ya AGPO, kwamba matumizi yote ya serikali 30% itaenda pale. Tunasema hiyo program imekufa. Ndio sasa tunaangalia kwamba kazi zingine zitoke katika mambo ya nyumba, na vile Kwame alisema shida ni Wakenya wapate mapato. All right, Davis, I hear you, but let's strictly focus on the cost of